Hello, my people. Good morning, good afternoon, good evening, and good night to those who are experiencing night at this particular time. I'm blessed of the Lord, watu wangu, na leo hii nimeweza kuwa na calls mingi sana, so nimesema leo nataka kuziattend zote kwa sababu nikitoka hapa pia kuna mahali ambapo ninaenda. So guys, I hope you remember kuna msichana ambaye tulimpata alikuwa anaitwa Aisha. So Aisha alikuwa ni nurse ambaye pia alikuwa anafanya kazi kwa hospitali moja, na tuliwahi mpata. Unakumbuka yule msichana ambaye alikuwa na huruma sana na regret vitu alivyokuwa akifanya, na tukamwambia yeye aende tu amalizane na kule, Mungu atamuonekania. So kuna wakati nilienda nikamfuatilia na kule, lakini naona after 2 months mimi kumtembelea kule aliweza kurudi, na sasa mimi ndio mtu wa kwanza alipigia. Aliambia sasa ni 2 weeks tangu afike huko. So nimekuja kwake guys, na kuna best yangu aliniambia kwamba you are risking yourself sometimes. Unaitwa tu wewe, ukiitwa unaenda, hata kama unaitiwa kifo unaenda. Lakini mimi nasema ni Mungu ndiye ananilinda, watu wangu. Mimi sitaogopa chochote kwa sababu najua kazi ninayofanya hii ni kazi ya Mungu. Na haswa mtu anaponiita kwamba kuna shida, huwa ninakimbia zaidi na zaidi. So Madam Aisha, mimi uliniita na nimefika. So labda unieleze na uniambie mbona umeniita, kwa nini, uogopi na ndio umetoka jela ama jela umetoka lini? Sijakamia sana. Nimemaliza sasa, ndio nimemaliza 2 weeks. Okay. Na kwani walikuachilia ya kwamba uko innocent, uko huru ama what happened? Ni Mungu tu, hata mimi sielewi. Hata siwezi sema ilifanyika aje. Unaona venye ulikuja kuniona hapo ndani. Mimi naona tu maombi yako ilifanya kazi. Kama si hiyo maombi, mimi hata sikuwa na chance ya kutoka. But nimetoka na shukuru. Tena nimeshukuru sana kwa hiyo maombi yako. Ndio maana niko hapa. Yeah, the last time tulikuwa tunazungumza tukiwa kwa police station, you were very emotional, ulikuwa unalia, ukiregret mambo ambayo ulifanya. Are you totally changed? Ama ile kilio ilikuwa tu ni ya kutupumbaza macho? Nimechange. Unaona? Nimechange. Kenye nimeona ndani. Hata niliwaambia nikienda ati I know nilifanya kitu mbaya, na nilifanya hivyo kwa sababu ya pressure ya mtu wangu. Unaona? Unaona kama ningeenda huko, kama sijajikubali nilifanya, ingekuwa ngumu kutoka nje niseme nimechange. Unaona? But hiyo nikienda huko already nilisha change, nilishaona ubaya yangu, nilishaona makosa yangu, hadi nikakubali, hadi nikaomba Mungu aniforgive. And I think ni wewe ulinisaidia kuomba hiyo maombi. Unaona? Nikienda hata sikujua nitatoka. Unaona? This is also another miracle ya kutoka. Juu hadi mimi sikujua naweza toka. Unaona? Ni Mungu, ni mkono wa Mungu. Na I think kama singekuwa nimechange, maybe Mungu ameona hati yangu, ndio maana akanifanyia hivyo. Unaona? Juu hadi mimi hadi mpaka leo niko nje sasa 2 weeks. I can't even explain for you nimetolewa aje. Ni Mungu tu. Unaona? So nimechange. As much as sisi wote ni binadamu, na Shetani bado anaweza kuja kutujaribu, of which I'm not praying for that.
siwezi sema I'm perfect sasa juu nimechange, unaona. Mimi bado ni kiumbe dhaifu, naweza fall, but si kwa uwezo nini yangu, unaona. But saa hii mi nasema nimechange, sitaki kufanya hizo mambo saa hii, unaona. Unaona pasta, hata nikitoka hiyo sijui venye hao wenye walikuwa wananipeanga deal walijuaje nimetoka. Unajua na shingo bado walikuwa wananipigia simu ati kuna deal zimetokea kama na bado naenda kufanya. Yani venye ulitoka wakaanza kukupigia simu. Wameanza kunipigia simu hata. So inamaanisha wanajua. Si wanajua sasa. Okay, so does it mean walikutoa, wao ndio walikutoa ndio wakutumie vibaya ama ni nini? Mimi hadi sielewi, si hapo naye sasa siwezi sema kitu, unaona. Still walikuwa wananitafuta kama bado naweza fanya kazi, mpaka wameniwekea pesa mzuri nikifanya hivyo. The other time walikuwa wananipea tu kitu kama 200,000 300,000, lakini saa hii wananipigia hadi deals like 1 million 1.5, unaona. So unaona is attempting, unaona. Now that saa hii ndio nimetoka huko, sina job saa hii, unaona, na sina anything. Mimi nimerudi tu, nimepata tu nyumba yangu hivi, unaona. Of which nashukuru hata huo landlord wetu hakutoa vitu zangu, unaona. So it's attempting. Hata mimi unaweza tamani niende, but nikiangalia penye Mungu amenitoa, anasema hapana, unaona. Hapana, unaona. Najua bado watanitafuta, najua, but mimi naomba tu Mungu anisaidie. Hata nikiwa hapo ndani nilikuwa naota ndoto mbaya, hata usiku ikifika siwezi lala, unaona. Hadi sitamani hata taa izimwe, unaona. Juu ikizimwa mimi naona tu vitu zangu, naona tu watoto wengine, naona tu vitu mbaya zenye nilifanya. Hadi nashindwa sasa hii ni maisha gani, unaona. Hata ndio maana nimekupigia nikitoka kuja unisaidie kwa maombi, kwa sababu sina amani. Hata nimetoka huko, najua Mungu amenisaidia, but hata pia hii ndoto mbaya najua Mungu atanifanyia mzuri na hizo ndoto ziishi. Ndio maana nilikuwa nakuita hata wewe uje unisaidie kwa maombi, juu I believe Mungu anaweza fanya jambo venye alifanya hizo zote. Hii ni kidogo, baada atanifanyia. So hizi ndoto mbaya ni kama gani na gani unasema? Unajua hao watoto nasikia tu saa zingine nikilala, nasikia tu watoto wanalia kichwa yangu, nikifungua macho hivi hata siwaoni. Nikifunika tu hivi kidogo, yani wanalia, yani unadhani tu wako na wewe hapo kwa nyumba, unaona. Na ukifungua tu macho huoni kitu. Sasa unashindwa shida iko wapi, unaona. Hiyo inaniuma sana. Hao ni watoto ambao ulikuwa na watoa kama kafara mama zao wakizaa, si ndio? Na how is prison life anyway? Si rahisi. Si rahisi. Hapo kuna mambo mengi sana. Hapo kama si Mungu huwezi toboa. Maisha ni mbaya huko, unaona. Usifanye kitu mbaya uingie hapo ndani. Pale si place yenye hata usitamanie enemy yako aende huko. Maisha si mazuri huko, unaona. Hata nilikuwa nasikianga kitambo mtu ananiambia ati heri niishi kwa jela juu huku nje utatafuta pesa, utafute rent, utarudishe watoto. Heri nje. Hapo hata chakula si kazuri, hata kulala. Na wacha nikwambie, bullying na hizi mambo mabaya. Umejua sasa mimi sina kale kwa jela ya wasichana. Hapo hadi kuna wenye wanakukatia na wewe ni msichana kama hao. Kataa, unabuliwa hadi ushindwe. Ni nini inaendelea hapa, unaona. Umejua hii jambo unasema Madam Regina pia alisema. Sasa I now believe ya kwamba this thing is true. These things are real, unaona.
Unaona mtu akikwambia hivi wewe unadhani tu ni story. Hizi vitu si story. This thing happens. Unaona? Hizi vitu zinafanyika in real life. Unaona? Wewe kataa, unaweza budiwa hadi ushinde. Kwani ni nini mbaya hapa? Unaona? Alafu kuna unaona kujuana hapo pia kuna wakubwa kuna yani usipojuana na mtu mkubwa kuprotect hapo jela pia kuna prefect, kuna wakubwa yani kila mtu wako na cheo, unaona? Na kuna watu sasa ETC kama sisi hivi wenye wako tu hapo. Prefect akumwambia akakikoa watu hivi, hiyo kitu amesema fanya haraka. Usipofanya utapita. So prefect ni one of the convicts wale wamefungwa. Hao tu kwa wenyewe. Hapo si rahisi. Mimi naombea tu mtu asitamani kuingia. Kama unaona kuna kitu itafanya uingie hapo, epusha. Hapo si kuzuri. Na kwa hii na penye mlikuwa mmekamatwa, kunaye mtu yote ambaye alikuwa huko ndani mwenye umewahi kuwa mhudumia ama umewahi connectiwa na yeye katika kazi ile nilikuwa nafanya kwanza? Nimekutana na msichana mmoja hapo. Yeye pia tulikuwa tunafanya na yeye kazi moja na alishikwa kwa sababu yeye alipatikana na mwenye mtoto. Sasa huyu mtoto yeye pia is a nurse like me. Na yeye pia alikuwa na mama akizaa anapewa instruction, yeye ndiye anapeleka mtoto. Sasa yeye alipatikana on that act kama anapeleka mtoto. Sasa akishashikwa si boss amemruka. Amesema yeye amjui. Sasa si kama boss kama umenituma na umeniruka umesema unijui na mimi ndio nimepatikana na mtoto, nani anashikwa? Si mimi. As much as ni yeye alitumwa, hakuna mtu mwenye anasikia. Sasa si yeye ndiye amepatikana, yeye ndio mwenye makosa akae ndani. Sasa tulipatikana na yeye tukaongea, tukapiga story hivyo akaniambia venye maisha. Sasa to make the matters worse, yeye hata hana anybody wa kumuona hata hapo. Sasa tulikuwa tu na yeye watu wawili hivyo wenye sasa namjua na ananijua, unaona? So amebaki bahati yake kuwa mzuri. Baada amebaki hapo, banajua Mungu atamfanyia jambo. Ubaya yake yeye hata nilimwambia aweke Mungu mbele, Mungu atamuonekania. Yeye anasema haizi. Yeye anasema tu atamaliza tu hizo 3 years zake na akitoka nje atapata deals kubwa baada atafanya. Nikamwambia mimi kama utafanya, mimi siwezi kukataza juu hii ni njia, ni uamuzi wako. Si I can't force you, unaona? So wewe fanya tu venye unataka, lakini mimi ningekuwa advise jua Mungu. Kama mimi ni Mungu amefanya nitoke, maybe hata yeye siku yake ingefika. Na hata kama haijafika leo, change bado Mungu bado anaweza kumuonekania, ndio? Maybe kusemwa ni the same day Mungu amenionekania, ndio the same day pia Mungu atamuonekania, unaona? But sasa akichange saa hii, si Mungu bado anaweza muonekania. Sure. Na yeye sasa sijui venye kutaendelea au but namuombea Mungu change maisha roho yake, change Mungu. Na kuna kitu umenitajia tu wakati tulikuwa na kuuliza maswali na tukiongea, ukasema kwamba ulikuwa unapigiwa na wenye mmekuwa mkifanya kazi na wao kufanya hizi madili za kuuza watoto bla bla bla. Nimepigia. Unaona kama sasa hii time mwezi tuko watoto wanapoteanga, ama mjasikia? Mimi nimekuja 2 weeks hapa na nimesikia 3 wamepotea. Na hilo kazi wengine wetu walikuwa wanafanya pia.
hata mimi hiyo nimefanya huko nyuma, unaona. Hata kama nilikuwa nafanya OC hawa kupotea pia, saa zingine nilikuwa na connect watu wanaibiwa. Sasa hizo kazi ziko, unaona. Hadi mwingine aliniambia bwana, tunataka watoto wa 7 years, kuanzia 4 years to 7 years in that bracket. Si unaweza fanya connection tupe hata 6-7 hivi. Na nimeuliza, kwani sasa ndio nimetoka prison unataka nifanye hiyo kazi tena? Yaani hauna hata huruma. Mimi saa hii nimechange hiyo kazi, siwezi fanya na sitaifanya tena. Acha tu niende kwangu, hata kama nitateseka na niteseke na niko na amani. Hakuna mtu mwenye atanifuata. Juu nikiwa prison nilikuwa peke yangu, nyinyi mlibaki huku nje. Hata hakuna mmoja wenu mwenye alinitembelea nione tu huyu ni mtu wetu tulikuwa tunawaka na yeye na alishikwa bla bla. Hakuna kitu mlinisaidia nayo. Sasa hii mnangoja tu nitoke tu hivi ndio mnipigie simu. Hiyo kazi sitaifanya tena. Hadi nashindwa tu na hao watu. Saa hii hizi enzi ndio watoto wanapotea. Hebu nifanye nielewe, unaposema hizi enzi ya nini? Enzi ya mvua, enzi ya jua, ama enzi ya nini? Unaona kama every time in each and every country, kama election iko karibu hivi, watu wanapotea wapi? Wanapelekwa wafanye nao kafara. Unaona, hao kubwa wafanye nayo kafara. Hata si watu, hata hizi jobs. So unaona wasichana kama mimi hivyo wanaweza toka wanatafuta job, mtu anawadanganya, ama mtu anakuja kwa like wanatembea na hizo pepa zingine, wanakuambia kuna job mahali tunataka watu 56, watu 100, vitu kama hizo zinafanyikanga. Haya, sasa si hao wasichana wanaenda innocently wakijua wanaenda kutafuta kazi, kumbe hata si kazi. Tunaona wengine wanaendanga na wanapotea na utai waona tena. Ni juzi nilikuwa na kesi ingine hapa ni Kikuyu. Hata kuna tu mama alinipigia simu, although nilijaribu kufuatilia. Ni unapata kwamba wasichana wanachukuliwa ati wanapelekwa kazi za nje, mpaka wanapelekwa kwa room nyingine, sijui wanatrainiwa bla bla bla. Alafu kumbe hao wasichana ilikuwa ni ya kwamba wapelekwe katika mambo ingine. Wengine wanapelekwa kufanya prostitution, kulala na madogi. Wengine wanaenda kufanyiwa kafara, ndio wasikia tena. Tunaona mama anasema mtoto wangu alienda sijui wapi Qatar, sijui wapi. Na kama hukuenda na njia mzuri, ndio hivyo ndio unapata umeenda na utaisikika tena. Unaona? Na sasa umejua hata wakitaka kukufuatilia watakufuatilia aje na wajui. Unaona? Mtauliza nani? So njia mzuri ni ya kwamba unamaanisha kwamba mtu si ati kuenda ni mbaya, lakini unapotaka kuenda uende na njia mzuri. Kwenda si mbaya. Kuna wenye wanaenda genuine agent wazuri, kunayo wako wengi, unaona. Na unaona wenye wamekuwa registered. Unaona penye kitu mzuri iko lazima kuwe na kitu kibaya pia kando yake, unaona. So wazuri wako tena wako wengi. So ukienda kwa njia mzuri utaenda tu na urudi vizuri, unaona. Lakini ukianguka kwa mkono yao wabaya, ndio mnaendanga na urudi, unaona. Sasa hao agent wabaya pia wako wengi, unaona. Wanakudanganya, hata tutakulipia nini sijui nini, kumbe wanakudanganya, wanaenda kukutumia vibaya. Hata kama umerudi, utarudi kama wewe si binadamu, utarudi hata na ugonjwa, utarudi wamekutumia vibaya hadi wewe ukijiona unaona tu hivi hata nikufe juu hata kuna kitu naweza kufanya, unaona. Unasikia wengine wamerudi na wamejinyonga, unaona. Unashindwa, mtu alienda ili kutafuta pesa, anarudi na pesa na anajinyonga. Si hivyo. Akiangalia tu life amepitia huko, anaona tu there's no importance of living, unaona. Let me just die once, niende maisha iishi, unaona.
these things happen. So wenye wana nini wanapeleka watoto waende wafanye kazi, atafuta agents wazuri juu wazuri